Leo Deo, nataka unibebe unipeleke mpaka nyumbani. Wewe unajifanya shujaa mapenzi wewe. Wewe unajifanya Romeo wewe. Wewe. Welozi. Wewe Lozi. Tabia gani sasa? Kitu gani ulichokuwa nakizungumza hapa? Deo ndio nani? Kaka, mimi napenda sana kuigiza. Kwa hiyo hata hapa nilikuwa nafanya mazoezi ya kuigiza kwa sababu kuna muda natamani hata niwe najirekodi mimi mwenyewe. Lozi. Mdogo wangu. Kwa mwendo huu nitakupoteza. Imefikia hatua hii. Sasa nitakachokifanya, nitaenda kwa Micho, nitamwambia pale jirani kwake pale kuna kikundi cha kuigiza igiza. Wakati huu nasubiria majibu yatoke, nitakupeleka pale ufanye mazoezi ya kuigiza. Sawa mdogo wangu? Kwa mwendo huu utakwenda kwa chizi. Hii staili. Hatari. Hebu twende ninywe chai hata kutoka. Deo, nina mimba. Kwamba hujui ulichokifanya au? Nafanyaje sasa kuhusu hii mimba? Hebu niambie. What am I going to do? Mimi na wewe wote tunaelewa ni nini ambacho tulifanya mpaka nikapata hii mimba. What am I going to do? Kakaangu unamjua kabisa kwamba ni mtu fulani ambaye ni mkorofi. Nafanya nini Deo lakini? Nina mimba na nimepima 2 to 3 times, the results are the same. Unajua kabisa mimi ni mwanafunzi na ninatakiwa form 5 na form 6 niendelee. Okay fine. What am I going to tell my brother? Deo, nimeshakwambia nina mimba. I'm serious. Rose. Una nini? Nakuuliza una nini Rose? Njoo. Let's. Nani huyu unaongea naye? Nakuuliza kaka nini? Una nini? Mazoezi ya kuigiza? Hebu sema kweli. Niambie ukweli. Nani alikupa ujauzito? Rafiki yangu Deo. Deo? Deo ndo nani? Rafiki yangu. Rafiki yako Anakaa wapi? Anakaa wapi? Sema ukweli, anakaa wapi? Wewe mimi nahangaika kuuza makopo kukusomesha wewe, twende kwa Deo. Wewe ndo mwalimu. Njoo. Unampa mdogo wangu. Stop it. Joe. What is happening here? Kuna nini? Hebu mwachie basi kwanza. Mzee, sio staarabu kijana mwamilibifu. Okay, fine. Umefika kwenye nyumba ya mtu. Lazima uwe na nidhamu na ndio maana umekuja hapa. Mzee, huyu mwalibifu amempa ujauzito mwanafunzi. Tena ni mdogo wangu. Mzee, si unajua sheria nchi? Kumpa mwanafunzi ujauzito miaka 60 jela. Naenda naye polisi. Mwache basi. Kwani unakuwa hivyo kijana? Deo! Ni sawa anavyozungumza? Anavyoongea ni sawa? I'm talking to you. Yes, Dad. Mzee, mimi naenda naye polisi. Please, naomba nisikilize basi. Nisikilize mimi. Come on, let's talk. Come on. Let's talk, please. Kijana wangu sikiliza. Wewe ni mtoto wa kiume. Mimi ni mtoto wa kiume. Hili jambo lishatufika. Tuone namna ambavyo tunaweza kulisolve. Huu mzozo hautatusaidia na hautatupeleka kokote. Kivipi mzee? Mimi niko tayari kumhudumia binti kwa kila kitu. Kila kitu. I will take care of everything. Kasharibiwa masomo yule. I know. Kubaki kwako sio solution mzee. Karibu masomo yake. Mwakani alikuwa anaingia form 5. Okay, tufanye kitu kimoja.
mimi nitakuandikia cheki. Okay? Nitakuandikia cheki ya milioni 5 ili jambo liishe na iwe ni baina ya wewe na mimi. Mtu mwingine yote asijue. Let's kill it here. Hapana mzee. Okay, bado. Wewe unataka shilingi ngapi? Hili swala nataka liishie hapa. Mtu yote unajua ndo kashaharibika huyu. Najua. Masomo yameisha tena. Tunatakiwa tulimalize mimi na wewe. Sawa. Ongeza hela kidogo. Chukua milioni 7. Wewe dogo. Okay, hey. Please. Wewe ni mtu mzima. Basi nakuandikia cheki ya milioni 10. Ukitoka hapa, pesa inaingia kwenye akaunti yako. Okay? Sasa hapo umeongea. Thank you. Take care. Please. Na ninakushukuru sana kwa kunielewa. Asante. Asante sana. Kwa binti anabaki au unaondoka naye? Anabaki hapa. Sawa, hamna shida. Hamna shida. Kuwa na amani. Asante. Tuendelee kuwasiliana kwa karibu. Haya. Micho. Ndio bosi. Kama nilivyokuambia uje hapa unisindikize. Uko wapi unataka kunipeleka bosi? Wewe tulia utaona. Wanisindikiza naenda kutambulishwa. Hatari babu. Sasa ungeniambia bosi na mimi nivunje hata kabati rafiki. Kabati la nini? Wewe umeona hivi. Simple tu yani. Kwa malikia mmoja hatari sana wakishua. Ndo anaenda kunitambulisha kwa wazazi wake. Unafuata na wenzangu sasa hivi. Kazi, mapenzi. Wewe vipi babu? Twenzetu. Lakini vitu vipo, sio napeleka sehemu. Kama kawaida twenzetu. Kwani unakuwa hivyo kijana? What goes around comes around. Okay. Karibu. Tupe status yako. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Unafanya nini? Na una elimu gani? Mimi naitwa Beto Nzoa. Na elimu ya chuo kikuu, nina CPA ya accounts. Na kutokana na ajira kuwa ngumu, nimeamua kujiajiri mwenyewe
na kikampuni changu kidogo cha ukusanyaji makopo na scraper. Mimi naitwa Beto Nzoa. Sijui mwenzangu anaitwa nani? Unajielewa unachokiongea? Yeah. Hivi uliona wapi binadamu mwenye akili zake timamu akakaa akaanza kuongea na machizi? Dada, mimi sio chizi dada. Sasa inakuwaje unaanza kuniuliza eti wewe unaitwa nani? Hesabu sensa. Nisikilize. Sina muda wa kukaa hapa kupoteza kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tutaonekana wote ni machizi. Kwa hiyo na pia nimeajiri vijana wenzangu, tunahangaika pamoja. Na wakati mwingine waga naenda kwenye baadhi ya nyumba na nikusanyia makopo, mimi mwenyewe nayabeba na kuleta kwenye workshop yangu. That's nice. Mimi kwa kweli umenishawishi kwa sababu huwezi kutarajia kijana mwenye elimu ya chuo kikuu mwenye CPA kwenda kuokota makopo. Kwa mtazamo wa jamii yetu ungetegemea kutamani kuajiriwa kwenye makampuni, mashirika makubwa, lakini umefikiria nje ya box. Hukutaka kuchagua kazi, na hilo limekuwa likiwaafekti vijana wa kizazi hiki. Watu wengi ambao baada ya kusoma wanataka kuajiriwa serikalini. Kwa hii wewe unaweza kutumika kama kioo au kama mfano kwa vijana wengine, kwamba unaweza kuwa umesoma, ajira hakuna. Je, ukae nyumbani? No, lazima ufanye kitu. Hiyo mzao. Na kitu ulichokifanya kwa kweli, mimi mwenyewe sikutarajia. Mimi nikupongeza sana. Na Angel, umefanya jambo jema sana kumleta kijana kama huyu nyumbani. Ni aina ya watu ambao mimi na wa respect kwa sababu unaona kabisa ni mtu wa future. Ni mtu wa future. Si ndio mama eh? Nakumbuka tumekutanishwa na matatizo, lakini ulionyesha uungwana wa hali ya juu. Otherwise kijana wangu Deo angeozea jela leo. Kwa sababu ya hekima na busara zako, kijana wetu yuko salama na leo tunakutana. Mimi niseme nini zaidi ya kusema karibu kwenye familia yetu? Wewe ni sehemu ya familia sasa hivi. Karibu sana. Asante sana baba. Of course kama familia, we respect you. We respect what you're doing. And we are proud of you as a family.